marafiki wa majira mapya. Chapa makofi kwa Yesu aliye hai. Majira ya kiroho yanahitaji kuwahi, yanahitaji kuwahi. Nisomee hiyo kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 40 mpaka 45. Wakainuka na mapema asubuhi, wakakwea juu ya mlima hata kileleni, wakisema, tazameni, sisi tupo hapa, nasi tutakwea kwenda mahali Bwana alipotuahidi, kwani tumefanya dhambi. 41. Musa akawaambia, kwa nini ninyi sasa kuyahalifu maagizo ya Bwana? Au kumbuka, nyuma walipewa maelekezo, wakafuta maelekezo ya Musa. Sasa wameandamana waanze sasa, wapande mlimani, waongee na Mungu ili awapa maelekezo. Musa akamwambia, msipande kwenye mlima, kati yenu Mungu hayupo. Musa alikuwa Mungu, sio badala. Alikuwa nani? Mungu. Musa alikuwa nani? Na anaposema Mungu hayupo katikati yenu, maana yake yeye yuko wapi? Unaelewa kilichokwepo? Maana yake Mungu alitoa maelekezo kutumia Mungu Musa. Wao wanataka waende waongee na Mungu, wakati Mungu ndio Musa wanamwacha hapa. Pigia makofi Yesu Kristo. Unaweza ukawa unapambana kutaka kujua mwisho wako, kumbe mwisho wako na mwanzo wako upo kwa Musa. Na mimi nasema hivi, kodoa macho, alafu uangalie majira mapya. Ni wapi utatua? Ningesikia amina za watu. Ni wapi umechelewa? Ningesikia amina za watu. Ni wapi unataka kwenda? Sema majira mapya na kusudi jipya na matokeo mapya yako kwenye Biblia. Ungejipigia makofi mwenyewe. Mungu anapoinua mtumishi wake, anakuja na sauti mpya, analeta na neno mpya, analeta ufunuo mpya, analeta majira mapya, analeta mwaka mpya, analeta tarehe mpya, analeta matokeo ya mvua, analeta matokeo yote. Aliye mnyenyekevu lazima aingie kwenye majira ya mvua, aingie kwenye majira ya sauti mpya. Wale wenyenyekevu mtavuka bila kuchelewa kwa jina la Yesu. Lakini wale mnaojiendea kana kwamba mna nguvu kupita Musa, mnachelewa. Mbona mchungaji wangu jiona sijui alikuwepo hata aombei pepo rote, na bado kanisa lipo lina watu wengi? Wale waliokuwa nyenyekevu wajui kusoma na kuandika wako pale pale, na mzee huyu hafi mpaka leo. Amestafu bado yupo, ni kijana tu ngangali. Nasema Musa wako akiwepo juu ya moyo wako, na sauti yako itapokelewa mbele za Mungu. Hawa wanataka waingie kumtafuta Mungu, wamemwacha Musa nyuma. Musa akaambia, sikilizeni, katikati yenu Mungu hayupo. Sasa wajinga wakuelewa, kwa nini anasema katikati yenu Mungu hayupo na wakati na yeye yuko hapa? Ni nani aliwaambia? Musa. Kama anasema katikati yenu Mungu hayupo, inabidi sumulize, Bwana sasa wewe ndio mko karibu na Mungu, tuitie sasa. Naongea na watu wanataka njia hapa. Naongea na watu wanataka majira mapya hapa. Naongea na mtu anataka majira mapya hapa. Kuna mimba ulibeba, ulichelewa kuzaa kwa sababu kusikiliza majira. Nasema kuna huduma Mungu amekupa, majira umeyachezea. Inuka sasa usimame kwenye majira yako. Inuka sasa usimame kwenye huduma yako. Inuka sasa ukazae mapacha kwa jina la Yesu. Biashara yako iwe kwa kasi kwa jina la Yesu. Amen. Uzima wako uongezeke kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anapomsimamisha baba wa familia akisema na wewe njoo. Yaani unainuka tu tayari nywele zangu zimesimama. Unaona sasa Musa? Musa, simseme amina. Hivi roho ya Musa simemwona. Yaani anatoka tu Musa amemwona. Nabadilisha majira mapya. Majira yako kuanzia leo Ketura, hautapita kwenye majira ya uchungu. Nabadilisha majira yako. Asubuhi itakuwa furaha kwako, mchana itakuwa furaha kwako, usiku utaota ndoto za madhabahu hii. 1, 2, 3. Nafungua kichwa. Maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa. Wewe nyoka,
nasema farakana na mwanangu. Huyu ni mtoto wa Prophet Sengyu. Niko hapa, ninaamuru nguvu zote za mashetani wa familia, nguvu zote za mizimu ya mwezi wa 11, mwezi wa 12, ile inatolewaga sadaka kwenye viringe vyote vya ihanda vya Wandali. The mighty name of Jesus, catch fire, get out, get out. I command break fire, get out demons. Touch the mighty name of Jesus, touch the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu. Uwe mzima.